huwezi ukawa bora mwilini zaidi ya jinsi ulivyo bora katika ulimwengu wako rohoni. Mimi nipo katika dunia hii ambayo wewe upo, ila ulimwengu wangu mimi uko tofauti. Yawezekana na wewe na yule na yule na yule. Dunia ni hii. Amen. Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja hivi. Mimi naweza nikawa niko hapa, wewe uko hapa, yule yuko pale, yule yuko pale, yule yuko pale. Wote tuko sehemu moja katika namna ya location moja. Umenielewa? Dunia moja, ardhi zile ile. Lakini tunaweza tukawa tuko katika ulimwengu tofauti. Sikawa kuna mtu mmoja anaelewa. Tunaweza tukawa tuko katika ulimwengu nini? Mnaweza mkawa mmepanda gari moja, lile gari likaja likapata ajali, kitakachosababisha mtu mmoja afe mwingine apone ni ulimwengu ambao mtu aliyekufa na mtu aliyepona walikuwako. Najaribu kutumia lugha ambayo unaweza ukaielewa kidogo. Tunaweza tukawa tuko sehemu moja, tunaweza tukapigwa picha moja. Umenielewa eh? Tunaweza tukapigwa picha hii na wote tukaonekana tulikuwa tuko sehemu hii moja, lakini rohoni tuko katika ulimwengu tofauti kabisa. Kuna wakati kijana mmoja hivi alikuwa na bwana wake nabii, wanaishi mlimani. Ghafla yule kijana anatazama hivi, anakuta kikosi cha askari na farasi wanakuja kwenye lile eneo la ule mlima kuwakamata. Amen. Yule kijana alikuwa anaitwa Gehazi. Gehazi akamkimbilia Elisha, akamwambia, bwana wangu, tumekwisha, kwa sababu mfalme wa Siria ametuma wanajeshi kuja kutukamata. Amen. Alafu akashangaa, mtu anayeambiwa hivyo hana hofu. Sema hana hofu. Sema tena hana hofu. Asa Gehazi akajiuliza, huyu bwana mbona hana hofu wakati mlima umezungukwa na askari? Baadaye Elisha akamwambia Gehazi, walioko upande wetu ni wengi kuliko walioko upande wao. Gehazi hakuelewa huyu jamaa anaongea nini. Walioko upande wetu wakina nani? Mbona tuko mimi na wewe hapa? Baadaye Elisha akamwomba Bwana amfungue macho nani? Gehazi, aweze kuona ule ulimwengu ambao ni tofauti na dunia. Maandiko yanazungumza Gehazi alipofunguliwa macho akaona chariot of fire, farasi wa moto wamemzunguka nani? Elisha. Hawajamzunguka Gehazi, mtu wa Mungu. Hiyo inamaanisha namba moja, wale watu ambao walikuwa wamekuja kumkamata Elisha walikuja vile vile na ulimwengu wao. Umenielewa ninachozungumza? Walikuja vile vile na nini? Na ulimwengu wao. Lakini kulikuwa kuna ulimwengu mwingine wa Elisha, ambao ule ulimwengu ulikuwa una farasi wa moto. Tunaelewana eh? Alafu kulikuwa kuna ulimwengu wa Gehazi. Hofu aliyokuwa nayo Gehazi ni kwa sababu ulimwengu wake ulikuwa dhaifu. Amen. Kwa lazima macho yako yaweze kuona zaidi haya macho ya mwilini haya.
kwa sababu maisha ya mtu mwilini yanaasiliwa na ulimwengu wake rohoni. Umesemaje? Maisha ya mtu mwilini ni matokeo ya hali ya ulimwengu wa mtu rohoni.